Mpenzi mfuatiliaji, karibu tena katika kipindi chetu. Leo napenda tu kuzungumzia kifupi kuhusiana na kitu kinaitwa PMP. Natumaini umeweza kusikia mtu akijitambulisha kwamba mimi ni PMP. Kwa leo napenda tuje kuizungumzia, tunapozungumzia PMP tuna maana gani, na tunapozungumzia PMP certification, mtu mwenye certificate ya PMP ni mtu wa aina gani, anafanya kazi gani? Kwa leo napenda niweze kuzungumzia mambo hayo. Kwa hiyo tunapozungumzia PMP, maana yake kirefu chake kwa kizungu tunasema Project Management Professional, PMP, Project Management Professional. Huyu ni mtaalamu wa miradi ambaye amebobea. Na hii amebobea kivipi? Kwa sababu amepata certificate ya PMP, amekuwa certified project manager. Kwa hiyo hii PMP certification tunasema kwamba is a globally recognized certification, kwamba ni certificate ambayo inatambulika kiulimwengu mzima. Maana yake ni kwamba mtu ambaye amebobea katika miradi ana hii certificate ya PMP, maana yake ni kwamba anaweza akafanya kazi sehemu yoyote ile ulimwenguni. Ndio maana tunasema kwamba it is a globally recognized certification. Na ukishakuwa certified, maana yake inamaanisha kwamba umebobea katika zile skills za kuweza kurani na kumanage miradi mbalimbali, aina yoyote ile ya miradi. Kwa hiyo kwa nini watu wengi siku hizi wanataka kuwa certified kama project managers, au kwa nini watu wengi wanataka kuwa PMP? Kwa nini? Ni kwa sababu ni certification ambayo inatambulika ulimwengu mzima. Ukiwa certified project manager, sehemu yoyote ile unaweza kwenda ukafanya kazi. Kwa hiyo ndio maana watu wanapambana kuwa certified as a project managers. Lakini inakusaidia kwamba kuweza kupata nafasi za kazi, inakupa better career opportunities. Maana yake ni kwamba unaweza kwenda kufanya kazi katika miradi yoyote ile. Unaweza kufanya kazi katika NGO, unaweza kufanya kazi katika international NGO, unaweza kufanya kazi katika UN, unaweza kufanya kazi katika private sector, kwenye construction projects, kwenye agricultural projects, kwenye water projects. Sehemu zote zile unaweza kwenda kufanya, kwa sababu unakuwa una zile skills ambazo zinakufanya uweze kurani na kumanage hiyo miradi. Lakini unapokuwa na PMP au unapokuwa certified professional project manager, maana yake ni kwamba unao uwezo wa kuifanya ile miradi ukaisimamia na ikafanya kazi kwa ufanisi zaidi. Ndio maana leo tunazungumzia kwamba ni muhimu watu wakawa certified project managers. Sasa mtu atajiuliza kwamba ili mimi niwe certified project manager, nini kinahitajika? Kiuhalisia ni kwamba ili uwe certified project manager lazima ufanye mtihani. Lazima ufanye mtihani maalum ambao utakupima uwezo wako wa kuweza kumanage na kurani hizo projects. Lakini ili uweze kufanya huo mtihani, tunasema kwamba kuna qualification ambazo zinatakiwa. Kuna vigezo ambavyo mtu anatakiwa awe navyo ili aweze kufanya huo mtihani. Kiujumla tunasema kwamba mtu yeyote yule anaweza kufanya huo mtihani wa PMP na akawa certified project manager endapo atakuwa amefaulu. Kwa hiyo kwanza unatakiwa kuna masaa 35 ya masomo ya project management. Kwa hiyo ni moja ya requirement, tunasema 35 study hours. Na hizi zinakuwa offered by approved institutions. Yaani kila nchi kuna zile institutions ambazo zimekuwa approved kuweza kuoffer, kumwandaa mtu kwa ajili ya kufanya hiyo mitihani ya PMP kwa kumfundisha kwa kutumia zile 35 hours. Kwa mfano hapa Tanzania kuna institution inajulikana kama Global Dynamic Consulting, GDC. Hawa jamaa wao wanadili katika kuwasaidia watu kuweza kuqualify. Kwa hiyo wanakufundisha,
alafu baadaye wanafanya kazi na wewe, wanakucoach, wanakumenta, wanakuandaa ili uweze kufanya mtihani. Zaidi ya hizo 35 hours inatakiwa uwe una uzoefu wa kufanya kazi katika miradi kwa takriban miaka 3. Kwa hiyo kama wewe umeweza kufanya kazi katika miradi mbalimbali au tunasema project related industry, kwamba kwa miaka 3 basi unaweza ukafanya huo mtihani. Lakini kitu kingine ni kwamba mtu yeyote yule mwenye degree au aina fani ya mafunzo anao uwezo wa kufanya huo mtihani wa PMP. Sasa kwa kifupi, mtu atapenda kujua sasa huo mtihani unakuwaje, muundo wake unakuwaje. Mtihani wa PMP, tunasema PMP exam structure, umegawanyika katika maeneo makubwa 3. Eneo la kwanza linazungumzia people, linazungumzia watu. Kwa hiyo inachukua 42%. Maanake ni kwamba utafundishwa kuhusiana na watu, na utakapoenda kufanya mtihani unatakiwa percent ya max ni 42% ambazo unataka upate katika lile eneo la people. Eneo la pili ni process, hizo ni michakato katika kutekeleza miradi na nini. Ili uweze kutekeleza miradi kuna process mbalimbali ambazo zinatakiwa. Na ile eneo limepewa 50%. Eneo la tatu tunazungumzia business environment. Kwa business environment, mazingira ya utendaji wa kazi. Hii imepewa 8%. Kwa hiyo ukichukua 42%, 50% na 8% inakuja kuleta 100%. Kwa hiyo maana yake ni kwamba utapoenda kufanya ule mtihani wa PMP utakuta kwamba ule mtihani umegawanyika. Kuna maswali yanayohusu people, kuna maswali yanayohusu process, kuna maswali ambayo yanahusu business environment. Sasa hii ndio tunasema hii ni current structure. Lakini Project Management Institute PMI wamebadilisha mfumo. Kwa hiyo kuanzia Julai mwaka 2026 content itabadilika na focus ya mitihani na yenyewe itabadilika. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hajafanya mtihani wa PMP, kama anataka kwenda kufanya kwa kutumia current structure, current content, anatakiwa afanye mtihani kabla ya Julai 2026. Kwa hiyo kama wewe ni mtu ambaye unajiandaa kufanya mtihani, mimi nakushauri nenda kafanye mtihani kipindi hiki kabla hiyo content mpya haijaja, kwa sababu content mpya hadi watu waanze kuizoea, kuifundisha, kuielewa, kuna changamoto zake. Na labda niwagusie kidogo hiyo content mpya ikoje. Ukiangalia hii content mpya ambayo itaanza kutumika kuanzia Julai mwaka 2026, kuna mabadiliko ambayo yamefanyika tofauti na zamani. Kwanza ukiangalia katika focus areas, hapa wanazungumzia kwamba kutakuwa kuna artificial intelligence itaongezeka hapo. Alafu hiyo anasema akili mnemba. Alafu kutakuwa kuna mambo ya sustainability, alafu kutakuwa kuna mambo ya stakeholders engagement. Lakini zaidi ya hapo kuna more focus to outcome and value. Kwa hiyo unakuta kuna focus ya outcome na value. Lakini ukiziangalia hizi domain ambazo nimezizungumzia, kwa mfano domain ya people sasa itakuwa ni 33%, tofauti na zamani ambapo ilikuwa 42%. Domain ya process itakuwa 41%, tofauti na zamani ambapo ilikuwa 50%. Business environment itakuwa 26%, tofauti na zamani ambapo ilikuwa 8%. Kwa hiyo unakuta kwamba business environment asilimia zake zimeongezeka, wakati people na process asilimia zake zimepungua. Lakini pia tunaambiwa kwamba katika hii content mpya ambayo itaanza kutumika kuanzia Julai, kutakuwa kuna balance ya leadership, technical skills na strategic skills. Na approach ambayo itatumika, utakuta kwamba content itacover more of predictive and agile methods na hybrid applications. Hybrid application manake ni combination ya predictive na agile methods. Hizi predictive and agile method ni approach to execution and planning of
project activities, ndio tunaziita hizo. Lakini pia kutakuwa kuna more emphasis katika real world project dynamics, kuweza kuangalia uhalisia na jinsi project zinavyokuwa zinabadilika kulingana na nyakati, kwa sababu vitu vinabadilika, teknolojia inabadilika. Kwa hiyo maana yake tunasema kwamba kutakuwa pia na emphasis on adaptive and real world project dynamics, ikiwa na maana kwamba kutakuwa kuna msisitizo sana katika miradi ambayo inabadilika kulingana na wakati. Unajua, kwa sababu hata utekelezaji wa miradi siku hizi lazima unaenda unabadilika kulingana na mabadiliko ya teknolojia. Kwa mfano sasa tunazungumzia AI, unaweza ukaandika report, unaweza ukaandika proposal, unaweza ukaandika nini. Maana yake ni kwamba hivi ni vitu ambavyo vitakuwa vina impact vile vile katika utekelezaji wa wa miradi yetu. Ndio maana kwamba wameona ni muhimu sana kuweza kuaddress issue ya AI. Wito wangu kwenu, kwa wewe ambaye umenisikiliza na inawezekana umevutika kuwa na wewe kuwa certified project manager, basi mimi nakukaribisha uweze kujiandaa kwa ajili ya kufanya huo mtihani wa kuwa certified project manager, mtihani wa PMP. Kwa hiyo kwa wale ambao wamependezewa na haya mambo ambayo tumezungumzia kuhusiana na hii topic ya PMP, kama wewe ndio siku ya kwanza leo umekuwa ukisikiliza au unafuatilia channel yetu, basi ninakuomba uweze kusubscribe ili uweze kujifunza zaidi. Na kwa kukuibia ni kwamba session ambayo itafuata nitakuwa na share experience yangu, jinsi gani niliweza kufanikiwa kupasi mtihani wa PMP, na mimi sasa ni professional project manager, certified project manager. Kwa hiyo kwa kushiriki katika session hiyo unaweza kujifunza mawili matatu ambayo yatakusaidia katika kujiandaa kufanya mtihani wako na hatimaye kuweza kufaulu. Kwa leo niwashukuru sana, basi tuonane kipindi kijacho.